Gereza la Ukonga. Mimi binafsi nikiwa na wakili Jebra Kambole, nikiwa na wakili kiongozi wa jopo letu Dr. Rugemeleza Nshala, tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 2025 nilifika katika gereza la Ukonga. Mimi binafsi nilifika saa 5 kamili, wenzangu walifika kama 5:30 saa 6. Tumekaa pale, tumewekwa sio waiting area, kwenye magari yetu. Mvua imenyesha, tukajifungia kwenye magari. Baada ya masaa kama mawili matatu wakanifuata. Kibatala mafandi kama matatu. Kibatala ndo nani? Ndo mimi. Kuna jambo la kwenda kukuambia. Kufika kule ndo naambiwa kwamba sasa ninakwenda kuonana na Tundu Lissu. Kwa hata nafasi ya kuambia wenzangu kwamba jamani, mimi peke yangu ndo nimepewa nafasi, sikuwa nayo. Nikafika kule kwa kwenda kuongea na Tundu Lissu. Huko ndani akaletwa. Amesindikizwa na askari magereza. Mimi yani tuko sehemu kama hii. Yani kama hapa kuna kameza kama hivi, na huko kuna kama kimeza, and then kuna nafasi kama hivi. Hapa juu kuna partition ya kioo. Kuna simu kwa namna hiyo. Kwa hiyo hata kusalimiana mimi na Lissu tumesalimiana, ameweka mkono wake kwenye kioo huku na mimi nimeweka hivi, yani ile kwamba ku show love na thank you for coming. You can feel Samande kama unaweza ukahisi ni namna gani kama mwanadamu. Yes, wewe ni wakili, ni professional, right? Lakini yani unaonana na mteja wako Tundu Lissu, yani mnasalimiana hivi kwenye kioo, mnawekeana hivi kwamba we are strong. Magereza, maaskari magereza wamekaa hapo, anamlinda Lissu hapo. Kwenye mpira inaitwa kuna ni unaye man to man. Mimi niko huku na askari magereza. Yani kama njia mbadala sasa. Maana lazima tuwe creative. Maisha ni maisha. Mazingira tulionayo ndio hayo. Kwa ilibidi tuanze kuzungumza Kiingereza. Yani nawasiliana na mteja wangu, na lazimika kuwasiliana na mteja wangu kwa Kiingereza kwa sababu nimenyimwa haki ya kuwasiliana naye kwa faraga. Hatuna ugomvi na askari magereza, lakini huwezi kukataa kwamba bosi wao ndio huyo Bashungwa, waziri wa mambo ya ndani, anasimamia polisi waliomkamata Lissu Mbinga na kumsafisha usiku bila kumpa nafasi ya kuonana na wakili wake. Huyo waziri anayesimamia ndio huyo ambaye mwisho wa siku anasimamia na magereza. Kwa pamoja na kwamba hatuna ugomvi na magereza, lakini waliotunga kanuni kwamba wakili anaposana na mteja wake awe within eyesight, wao anaona ila simpe labda nini au nini, lakini out of earshot, yani kwamba aone lakini asisikilize. Na kanuni hiyo sio kanuni ambayo sisi tumeibuni kichwani kwetu. Azimio la Umoja General Assembly, baraza kuu ya General Assembly. Sisi Tanzania tunashiriki kwenye mabaraza ya Umoja wa Mataifa. Na mwaka tarehe 8 Januari 2016 waziri wa mambo ya nje aje abishe, au waziri wa Tanzania ni balozi wa Tanzania kwenye Umoja wa Mataifa kipindi aje abishe kushiriki. Sisi tulishiriki kikao cha Umoja wa Mataifa General Assembly Umoja wa Mataifa iliyofanyika tarehe 8 Januari 2016. Yalipitishwa maazimio maarufu kabisa yanaitwa the Nelson Mandela Rules. Yani mnaweza mkaelewa Nelson Mandela hana haja ya kutambulishwa. Yani zilitungwa kanuni ambazo zikabatizwa jina la huyu mtu ambaye aliteseka magereza chini ya utawala wa makaburu, alinyimwa haki zote ambazo zinafahamika kisheria na kimantiki. Mpaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa yani kama lilikuwa linajisuta hivi kwamba pengine haya yalitokea kwa sababu hatukuwa na kanuni mahususi zinazofunga mikono dunia nzima. Kwa kwenye nafikiri mnafahamu vyombo vile vya Umoja wa Mataifa. General Assembly ni kwamba mataifa yote. Alafu kuna UNC Security Council ambayo ile watu wachache wale Russia nini. Lakini yani General Assembly ni jumuiko la nchi zote zinakubaliana. Jamani, misingi ya kawaida ya kutreat mahabusu na wafungwa ni hii hapa.